Naitwa Mwalimu Lilian. Nimefika kazini ndio nimekuta watu wamejaa hapo. Tukaambia kuna watu wanachoma moto. Kwa hiyo sikuwa najua nini kimetokea, nimekuja kushuhudia na mimi kama wengine. Kwa jina naitwa Ibrahim Jacobo na ni mkazi wa maeneo haya. Kwa kweli hii ni mara ya kwanza kuona hili tukio. Lakini matukio mengine haya yanatokea tu mitaa hii. Isipokuwa tu hatujajua sasa shida ni nini. Hao vijana wenyewe hawa unakuta labda umetoka mjini, umekuja huku mjini, yani umetoka mjini umekuja mazingira yao uende nyumbani, unakuta vijana wamejificha. Hayo kashajificha, inabidi unaangalia huku na huku ili utembee. Sasa naona siku ya jana imekuwa ni siku tofauti. Sijawahi kushuhudia, ila nilishawahi kupigwa na vijana. Sio mara kwanza, mara pili. Nimetoka kazini, nimefika tu njiani napigwa. Na nyang'anywa fedha, watu wanaondoka. Ilikuwa nini? Ni siku zimepita. Mara kwanza wakati nimehamia huku tena niwahi kupigwa. Ila tulikuwa tunaomba jeshi la polisi ile napitia maeneo ya shuleni hapa. Kwa tunaomba kabisa jeshi la polisi. Angalau kidogo gari iwe inapaki maeneo ya shule. Ndio mara nyingi vijana wanajificha kwenye miembe hiyo. Kwa majina naitwa Juma Bernard Kibiriti. Ni mkazi wa hapa Mongolo. Ni mfanya biashara pia na ni mpiga boda. Haya mazingira sio rafiki sana kwa mapanya rodi, wanatusumbua sana. Tunaomba serikali angalau tuwekee ulinzi kwa usalama zaidi. Lakini kwa hilo tukio nafikiri watajifunza kitu kama wana akili timamu. Watu wanapora sana simu, pesa maeneo ya shuleni hapa. Kama hata bodo ukipita usiku unaweza kusimamishwa na kuporwa vitu vyako ulivyonavyo. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga, ni kweli nimepokea taarifa za kuuawa kwa wananchi 4 ambao wameuawa na wananchi inaosemekana wana hasira kali na wamejichukulia sheria mkononi. Tayari askari wamefika pale na kuchukua miili ambayo imepondwa mawe na kuchoma moto na kupeleka hospitalini kwa ajili ya hifadhi. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tunasikitika sana kwa kitendo hiki kilichotokea, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuishi, lakini hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Na ndio maana kuna mahakama. Kwa hiyo ni watake na kuwaomba wananchi, hii tabia ya kujichukulia sheria mkononi iache mara moja. Na tutahakikisha kwamba tunafanya msako mkali nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba tunawakamata hao ambao wamefanya kitendo hiki. Kwa sababu hii tabia tukiacha iendelee, ina maana hapata kalika. Ina maana itakuwa ni uhuru wa manyani. Sasa hii sio sawa. Kama mtu ni mkosaji, kama ambavyo wanadai ni vibaka. Kibaka ni binadamu. Wanatakiwa tupate taarifa, tunakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria, yani mahakama. Yenyewe ndiye ambaye itatoa adhabu kule pale ambapo ushahidi utakuwepo.